Unacheka cheka nini sasa? Yaani sisi hapa tupo serious, wewe unacheka cheka. Unaashwa? Alawi. Kumbuka wewe ni baba yetu na utakiwa kumfanyia hivyo. Na hata kama yupo sawa kiakili kwa sasa, ila ibadilishe ukweli kuwa huyu ni baba yetu. Na hata kama asingekuwa baba yetu, ila huyu ni mkubwa wetu. Unatakiwa umpe heshima yake. Baba? Baba gani? Yaani mimi niwe na baba za mama kama huyu? Yaani baba lieleweki. Chizi sio chizi, taila sio taila. Muda wote anacheka cheka tu. Kaa chizi. Alafu tunataka mimi nimheshimu. Yaani mimi nikaa nimheshimu mtu ambaye hajielewi. Sasa wewe una faida gani? Amekaa tu hapa hana msaada wowote, atafuti pesa, mama ndo anaenda kutafuta pesa. Alafu tena mheshimu. Usimpuuzi tu mmoja huyo. Au nataka nimuongezee kwanza. Alawi. Wewe ni wa kuongea maneno haya? Kumbuka juzi tu baba alikuwa sawa. Na yeye ndo alikuwa anatuhudumia kwa kila kitu. Leo amepata tatizo tu kidogo tu. Umesahau kila kitu. Na unamuona mama ndio bora kuliko baba. Wakati hiyo biashara yenyewe anayoifanya mama, baba ndo kamfungulia. Alafu leo baba amepata tatizo. Baadaye tumtunze kama yeye alivyokuwa anatutunza. Tunamgeuka. Da. Kweli Fadhila, mfadhili mbuzi. Nini? Kwa hiyo nani mbuzi hapa? Yaani unamaanisha mimi mbuzi au vipi? Kwa hiyo unawashwa? Unataka nikuonje kidogo? Maana mbona umempiga mwenzio? Ukaona kama anafaidi na uko na wivu. Unataka nikupige kidogo? Ndio mama nakwambiaga. Wewe kizao kama za baba yako. Chizi wewe. Baba, pole sana. Najua unajisikia vibaya kwa haya anakutendea. Lakini usihuzunike. Hawajui alitendalo. Na naamini ipo siku utapona na utakuwa sawa babangu. Na tutarudi kwenye maisha yetu ya furaha kama zamani. Nakupenda. Mama, nakumbuka uliniambia kuwa huyu si baba yangu. Na ukasema umempa tu mimba kwa sababu ana uwezo kuliko baba yangu. Na ukasema pia unampenda sana baba yangu kuliko yeye. Sasa kwa nini tusimchukue baba yangu tukaishi naye? Kwa sababu ukashakuwa chizi tayari. Na isitoshe amekuachia kila kitu. Amekufungulia duka na pia tuna nyumba hii hapa hii. Kwa nini sasa tusimfukuze akaishi zake majalalani huko, sisi tuendelee kuishi hapa? Alafu na sisi tunamchukua baba, tunaishi naye hapa. Kuliko kuishi na mtu ambaye sio baba yangu, alafu pia ni chizi. Mama, tumfukuze tu. Alafu tumchukue baba yangu, tuishi naye hapa. Au wewe unaonaje? Yaani mwanangu, ndo maana nakupenda sana. Yaani akili zako kama za kwangu. Na siku zote huwa unafikiria ninachokifikiria. Yaani kweli umelisi kila kitu kutoka kwangu. Na sio yule mdogo wako Yusufu. Sasa usichokijua, na mimi nilikuwa na mpango huu. Hapa na mpango wa kumpeleka Milembe, afu nimchukue babako tuishi naye hapa. Kweli mama? Ndiyo, hata babako nishaongea naye na anafahamu kuhusu hilo. Kuna vitu tu mimi na babako tunavikamilisha. Vikikamilika tu tunampeleka Milembe. Na hapo nitamchukua babako na tutaishi naye hapa. Kwa sababu babako ni mtu ninayempenda na sio uchizi. Da. Mama, huwezi amini. Ninafurahi sana. Kwa sababu anasema damu nzito kuliko mtori. Kwa hiyo nina imani nikiwa na babangu karibu nitakuwa mwenye furaha sana. Lakini sio lichizi. Linacheka cheka tu kama lipo kwenye show la vichekesho. Yaani mimi nanikelaga na ndo muda mwingine nampaga mimbata. Ila mwanangu na una roho mbaya. Japokuwa mimi na mambo yangu yote, ila sikufikii wewe. Unampiga paka chizi. Mama, huruma sio malezi. Mimi namkanda tu. Yesu anajitia chizi, mimi mwenyewe mento.
Wewe umetoka kufanya nini chumbani kwangu? Makande, ukiweka matairi ukatia na tofali unapata mimba. Alafu unanizoea wewe. Na kuuliza unajichekesha kama chizi. Wewe si nimekununulia hadi godoro ili ulale sebleni. Kinachokupeleka chumbani kwangu ni nini? Au unaashwa wewe? Sijakupiga siku nyingi mpaka nikutie mibao ili akili yako ikae sawa. Sasa endelea kujichetua hivyo hivyo. Una siku chache sana za kukaa humu ndani. Na muda si mrefu nitakufukuza kama mbwa. Uende huko Milembe ukaungane na machizi wenzio. Kwanza ungejua nilikuwa sikupendi wala nini. Nilikubali tu kuolewa na wewe kwa sababu ulikuwa una uwezo. Hata mwanangu wa kwanza halawi wala sio mtoto wako. Ni kwa sababu tu babake alikuwa hana uwezo. Lakini babake angekuwa na uwezo wala hata nisingeolewa na wewe. Ila nashukuru ulinifungulia biashara mapema kabla hujawa chizi. Ila Mungu huyu. Maana usingenifungulia biashara, sijui hata ningeishije ulivyopata uchizi. Kwanza unanitibua tu, mtoka. Naoga mahakamani, soda ya baridi. Hebu toka bwana. Sijui lipoje hili, linanikera. Tamu. Wewe nilikwambiaje kuhusu kucheka cheka? Shisha kupiga marufuku kucheka cheka. Anachekesha, analia nyau kama bata. Yaani mimi nakuelekeza, alafu unacheka tu naambia mimi nachekesha. Si ndio? Mimi nachekesha hapa. Au kisa naongelea mdomo, ndio maana nakaa mimi nachekesha. Au mpaka nikupige makofi hapa. Unataka nikuteme kofi au unajua kama namaanisha? Alawi. Mbona kwa hivyo? Kumbuka ni baba yetu na unavyomfanyia hivyo unaweza kupata laana. Baba yetu? Baba yetu wewe nani? Kweli usilolijua ni sawa sana usiku wa giza. Hivi kwa unavyoniona mimi naweza nikala baba kama huyu? Tu, kwanza sijazaa bado. Nisiongea sana sasa nikapata tu tutaila kama hili. Alawi. Sema astaghfirullahi. Unajua unakufuru wewe. Hata kama akili zake haziko sawa, ila laana yake inaweza kukupata. Muombe Mungu msamaha Alawi, utakuja kujutia. Nijute? Wewe unachekesha kweli yani. Sasa hapo nijute nini? Yaani ile chizi nilifanya mimi nijutie. Kula kizako wewe kama za baba yako. Itakuwa naye amekuambukiza uchizi. Sasa usichokijua, huyu dada yake ipo jikoni. Na muda sio mrefu tunampeleka Milembe. Akaungana na machizi wenzie. Na huko kucheka cheka kwake huko. Ataenda kucheka na mataila zake huko Milembe. Nini? Mnataka mumpeleke Milembe? Tulia dogo. Hii mipango ya watu wazima. Yatakuchanganya tu akili. Hivyo cheka naye kwa mara ya mwisho. Maana muda sio mrefu ataenda kucheka cheka na machizi zake huko. Anachekesha, analia nyau kama bata. Karibu nyumbani. Hapa ndo nyumbani kwangu. Lakini kwa sasa hivi patakuwa kama nyumbani kwetu wote. Kwa hiyo sasa hivi mimi na wewe tutakuwa tunaishi hapa. Baba. Shikamoo baba. Marhaba, ujambo? Nilikukumbuka sana babangu. Nimekukumbuka pia mwanangu. Tangu juzi hatujaonana. Baba? Alawi. Ina maana kumbe huyu ndo baba yako na sio huyu? Wewe Yusufu, ni maswali gani unauliza? Wewe mshenzi nini? Jamani, hata hivyo muda unaenda. Huyo mtu wa usafiri hapo nje ataondoka. Tumchukue huyu bwana, tukampakie kwenye usafiri tumwaishe Milembe. Umpeleke Milembe? Babangu hapa atoki kwa sababu hapa ndo kwake. Wewe Yusufu wewe, nitakutia viboko sasa hivi. Tena naomba utulie. Mkamateni. Wanachekesha, wanalia nyau kama bata.
Jamani, tunachelewa, kamchukueni. We, ishieni hapo hapo. Wapuuzi. Kweli kwenye maisha kosea vitu vyote, ila usikosee kuoa. Mwanamke mpumbavu sana wewe. Na nilishaiona tu mienendo yako. Tangu nilipokufungulia biashara, nilishaanza kuona mabadiliko yako. Na nilijua kabisa kuna mipango unaipanga. Kwa hiyo hata mimi kuwa chizi, wala siko naumwa kweli. Niliamua kucheza tu na akili yako. Kwa sababu nilijua nikijifanya chizi, utaionyesha rangi yako halisi. Na ndio hiki unachokifanya sasa. Na nashukuru Mungu, nimegundua vingi kupitia hili. Kwa hiyo kumbe hata huyu mtoto sio wa kwangu. Ni ulinidanganya tu. Anyway, naomba mchukue kila kilicho cha kwenu na muondoke hapa sasa hivi, nisiwaone. Oya mama mtu, kama unavyojua maisha yangu, mimi naishi chumba kimoja chenye cha 30 pale geto. Kwa hiyo siwezi kuwaweka nyie wote wawili. Si unanielewa? Misondo. Misondo. Baba na yenu. Misondo, sasa nitampeleka wapi jamani? Baba, nisamee baba. Babangu baba. Baba, mimi sikujua. We, usitaki nifanye kitu ambacho najizuia kufanya. Ondokeni.